Sisi tunamiliki mahospitali hapa Ukonga hapa Kardinal Rugambwa. Askari anaenda pale anawaambia sisi usiwatibu hawa tunataka tuwaone kwenye mochwari, usiwatibu walikuwa wanaleta vurugu. Mtu ameenda ameumia amepigwa risasi lazima tumtibu. Alafu baadaye sheria uzuri sasa sheria zinaruhusu hata kama ana ile mnaita nini PF3 tunaruhusu kumtibu. Alafu baadaye tunahakikisha kwamba tunatoa taarifa polisi, mtu huyo hapa alikuja na amepigwa risasi. Hatujui nani amepiga, lakini tumeona tuokoe maisha yake. Sababu kitu cha kwanza kuokoa maisha, ambayo sheria imekuja nzuri sana. Unaokoa maisha, afu baadaye mengine yatafuata mkondo wake. Na tulikataa, ilibidi sisi apige simu mpaka kwa askofu mmiliki wa hiyo hospitali jimbo kula Dar es Salaam. Akamchie. Wengine tu walikuwa wameumizwa zaidi. Mama mmoja amepigwa risasi kwenye tumbo. Asubuhi amepigwa risasi kwenye tumbo. Siku ya pili tunaongelea sio siku ya 29. Sasa yametokea, sisi tuna hospitali, maiti tumezipokea. Sasa unaposema tusikiri, tukiri watu wameuawa kwa kupigwa risasi za moto. Hatujiongelea waliokatwa mapanga, sio kama wenyewe wapo hatujui. Ndio polisi watatuambia sasa. Labda hiyo tume ndio itasema. Nimesema risasi tu lakini zipo walikatwa panga au hapo walifanya nini? Kwa hiyo hakuna swala kusema tusubiri tume. Kukiri ukweli haihitaji. Kwanza kuunda tume ni ishara kwamba ukweli fulani unafahamika ila hutaki kutajwa. Na Watanzania hawa milioni 70 wanataka kusikia neno watu wameuawa. Tunakiri kutokea mauaji ya kutumia silaha za moto, kutumia risasi. Ni nani? Ndio hiyo tumeje tuambie. Sababu huenda kuna watu walivaa yale mavazi, huenda hawakuwa polisi au kwa nani. Sasa sisi hiyo tusiingilie sana.